Naitwa Boniface James Likomba, ni wakili, nafanyia kazi zangu hapa panaitwa Port Town Legal. Tukirudi kwenye swali ambalo umeniuliza, sheria ya ardhi, kwanza tu kwa knowledge ndogo kabisa ya kuweka kila kitu sawa. Sheria ya ardhi, sheria ya mwaka 1999 imefanyiwa marejeleo mwaka 2023. Hii sheria yenyewe imeelezea haki na wajibu wa mwenye nyumba au mpangishaji na mpangaji. Kwa hiyo sheria imekava hata hiyo sehemu, haikuacha hiyo sehemu ibaki bila kuwa inaongozwa kwa mujibu wa kisheria. Kwa hiyo sheria yetu ya ardhi imeelezea hiyo katika, tunasema hii sheria ina sehemu. Kwa hiyo ni sehemu ya 9, sehemu ndogo ya kwanza na sehemu ndogo ya pili imezungumzia haki na wajibu wa mpangaji na mpangaji. Kwa hiyo kabla ya kutoa haki, sheria imeanza kuelezea kuhusu wajibu. Kama mwenye nyumba au mpangishaji ana wajibu gani dhidi ya ambaye atakayepangishwa. Kwanza kabisa imetoa wajibu kwamba mwenye nyumba anatakiwa ahakikishe, kwa kuwa mpangaji wake ameshalipa kodi, ahakikishe anafurahia mazingira ambayo yeye amechagua, amepanga hicho chumba au nyumba au ardhi, kwa sababu vyote hivyo unaweza ukavipanga. Mtu anaruhusiwa kupanga. Kwa hiyo awe anahakikisha kwamba yule atakaye kuja pale ataenjoy, atafurahia yale mazingira, atafurahia huduma ambayo aliifuata kwenye yale mazingira ambayo yeye aliyachagua akakae. Huo ni wajibu amepewa. Yaani kwa sheria imeenda mbali, imesema mazingira tulivu, sio tu mazingira mazuri na amani, lakini na utulivu wa hiyo sehemu ambayo huyu amepanga. Pia imetoa wajibu mwingine kwamba mwenye nyumba ana wajibu wa kuhakikisha huyu mpangaji haingiliwi na wanaomzunguka kwa namna yoyote ile, yeye kuenjoy mazingira yale ambayo ameamua yeye akapange akakae. Kwa mfano labda majirani, kuna kitu wanaweza wakakifanya kinaweza kikamnyima mtu yule mpangaji wa nyumba fulani kupata amani au kufurahia uwepo wake huko pale. Kwa mfano labda kuweka takataka dirishani kwake, au yeye zamani aliruhusu kuna mfereji wa maji taka unapita. Sasa vile vitu vitamnyima amani huyu ambaye amepanga pale mpangaji. Kwa hiyo anatakiwa atengeneze mazingira, hakikisha vitu kama hivyo vinavyosababishwa na watu wengine visitokee, ili mpangaji wake awe katika mazingira mazuri kabisa. Imetoa wajibu kwamba pamoja na kwamba yeye ni mwenye nyumba, yule ndo anatafuta sehemu ambayo ataenda kuishi, lakini pia ile sehemu iwe inakidhi mahitaji. Hapa ni kwamba umekodi chumba au nyumba kwa ajili ya biashara, basi ni wajibu wa mwenye nyumba kuitengeneza ile sehemu au kuhakikisha ile sehemu anayokupeleka inakidhi yale matakwa yako, kwamba kwa nini unataka ukakae pale. Kama chumba kiwe kina mandhari gani, kama ni frame ya biashara iwe kwenye mazingira yapi, iwe ina mandhari gani mule ndani, yani hali ya kile chumba kiwe kinakidhi matakwa au mahitaji ya huyu mpangishaji. Imetoa wajibu mwingi sana, lakini kwa ufupi hizo ni kati ya wajibu nyingine ya muhimu, kwamba kwa kuwa huyu mpangaji anatakiwa akae pale kwa amani na kwa furaha, anatakiwa yule mwenye nyumba kuhakikisha yeye ndo ana jukumu la kuhakikisha labda amelipa kodi ya jengo ya ardhi. Na hii kitu
ina habari mtambuka sana, nadhani labda ni mada ya wakati mwingine, lakini ukiangalia sasa hivi kwa mfano wapangaji wanalipa kodi ya ardhi ya sehemu husika au ya jengo kwa niaba ya mwenye nyumba bila kujijua kwa kupitia luku na nini, lakini hiyo ni mada mtambuka, labda ina wakati mwingine wa kujadili, lakini sheria inamtaka awe amehakikisha amelipa hizo government dues zote, kama ni kodi ya ardhi, kodi ya nyumba, vyote. Labda kuwe kuna makubaliano kwenye mkataba wa upangaji kwamba vitu hivyo watalipa wapangaji, ila kama hamna makubaliano hayo, basi sheria imetoa hilo ni jukumu la mwenye nyumba kuhakikisha analipa pango la jengo na pango la ardhi ya eneo lake husika. Kwa hiyo kwa maana hiyo sheria inamtaka mwenye nyumba ni alipe hizi bili zote zilizoorodheshwa. Yes, sheria. Wale ambao wapangaji wanakuwa wanalipa kama sema kwenye gharama na luku hapo na hizo pango na hizo gharama ambazo unazisema. Kodi ya ardhi pamoja na kodi ya jengo. Wanaenda kinyume na sheria. Wanaenda kinyume, unaweza kusema hivyo, lakini kwa kuwa wapangaji nao wameridhia kufanya hivyo, hawajakaa chini labda na kujadili, na labda serikali ilifanya kwa njia nyepesi ya makusanyo ya hayo mapato, lakini ingewezekana, ingekaa vizuri labda mwenye nyumba na wapangaji wangekaa wakazungumza kwamba labda kwenye kodi ambayo unapaswa ulipe, labda tunaweza tukatoa kiasi kadhaa kwa sababu ya ulipaji ule ambao mnafanya, ungecalculate kwa mwaka tunatakiwa tulipe kiasi gani, na nyie ndio mnaolipia wapangaji, basi tunapunguza hicho kiasi ili kwa sababu ni jukumu lake kulipa. Kama amewapa basi labda apunguze kwenye kodi, lakini kama mjadiliana na watu wamekubali, na maana ni kama wameridhia kufanya hivyo, kwa sababu hawajalalamika, hawajafanya chochote, na maana wameridhia. Lakini kwa sheria ilivyotoa wajibu ambao unapaswa uwepo kwenye maridhiano ya pango au ya upangishaji, inamtaka kwamba mwenye nyumba awe amelipia hizo tozo za serikali ambayo ni kodi ya jengo na kodi ya ardhi. Tunazungumzia wajibu, lakini haki, kwenye upande wa haki, sheria imetoa haki za msingi za mwenye nyumba. Cha kwanza, kulipwa kodi yake ndani ya wakati, kodi ambayo mmekubaliana kwamba nakukabidhi chumba changu kwa ajili ya kuishi, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya chochote ambacho wewe ulipangia hiyo sehemu, itakuwa kiasi hichi na utakuwa unalipa kwa awamu hizi. Wewe sasa ni haki yake yeye kudai hiyo kodi yake, na ni wajibu kwa sababu haki ya mwenye nyumba ni wajibu wa mpangaji, na wajibu wa mpangaji ni haki ya mwenye nyumba, zinaenda kwa pande zote mbili. Kwa hiyo ana haki ya kupata kodi yake kwa wakati kama mlivyokuwa mmekubaliana kwenye mkataba wa pango. Haki nyingine ambayo sheria pia imetoa, imempa haki ya kuweza kuingia kwenye nyumba, chumba au hata uwanja ambao amempangisha mtu mwingine kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa hali ya ile eneo. Sheria imempa hiyo ruhusa, lakini tu imempa sharti la kufanya kwanza, kabla hujaingia kwenye hiyo nyumba au chumba, lazima uwe umetoa taarifa kwa wakati maalum, kwa wakati unaofaa, uwe umetoa taarifa ili yule mpangaji awe anajua kichwani mwake kwamba siku fulani mwenye nyumba atakuja kwa ajili ya kucheki hali. Inaweza ikawa kuna hali inayohitaji marekebisho, lazima kuwe kuna kitu ambacho anaingilia. Kwanza lazima kuwe kuna sababu ambayo yeye anakuja kuangalia. Ana haki ya kuingia, lakini lazima kuwe kuna sababu. Anakuja kuangalia kitu gani, kina mahusiano na nyumba, kwa sababu ndio vitu pekee ambavyo ana haki navyo, sio vitu binafsi, sio vitu vingine vyovyote. Kwa kama kuna marekebisho anatakiwa ayafanye, anataka kuona hali ya chumba aliyokukabidhi kama ipo kama ilivyokuwa mwanzo, au wewe unaitumia sawa na makubaliano yenu ya kwenye mkataba, anatoa hiyo taarifa kwa wakati unaofaa ili aweze kuja kuangalia. Hizo
ni haki kuu ambazo mwenye nyumba amepewa za msingi kabisa kisheria. Anaweza mkawa anazo nyingi, lakini hiyo ni mtakuwa labda mmeiweka kwenye mkataba wenu, ila sheria imezitambua hizo haki mbili kuu: alipwe kiasi chake cha kodi, aruhusiwe kuingia ndani. Na pia sheria kwenye kesi mbalimbali hii ya kumruhusu kuingia ndani imetaja hadi muda, labda isizidi saa 12 jioni. Kama unataka kuingia kwenye hiyo nyumba labda kuanzia labda saa 1 asubuhi labda mpaka saa 12 jioni, usizidishe zaidi hapo, kwa sababu sasa labda watu watakuwa wanapumzika, labda watu wanatakiwa waenjoy kuwepo pale na sio kwa bugdha yoyote. Yes, hizo haki mbili zipo, sheria imezitoa na zinatakiwa zifuatwe. Na mpangaji, sheria pia imetoa wajibu kama nilivyosema mara ya kwanza, kama ilivyokuwa wajibu wa mwenye nyumba au mpangishaji, pia imetoa wajibu wa mpangaji. Ana wajibu wa kulipa kodi kwa wakati kama walivyokubaliana kwenye mkataba wa pango. Ana wajibu wa kufanya ile nyumba, chumba au sehemu aliyopangishwa iendelee kuwa kwenye hali nzuri kama ambavyo alikabidhiwa bila kuiharibu. Kuna namna mtu unapewa chumba, kwa mfano kwa watu waliopanga, anaitoboa toboa na misumari, labda anataka kuweka vitu, anataka kufanya, anaweza wakati mwingine hivyo vitendo anavyofanya vinaenda kuharibu kabisa nyumba au chumba au sehemu ya mtu. Kwa hiyo sheria inamtaka aiache ile, akitunze kile chumba kikae kwenye mazingira mazuri kama ambavyo yeye alikabidhiwa. Inampa huo wajibu. Wajibu wa kulipa pango nimeshausema. Yes, katika wajibu mwingine ni kama vile ikishatolewa ile notice, taarifa ya mwenye nyumba kuja kutazama, ana wajibu pia wa kutokuzuia hilo zoezi. Mwenye nyumba aje aangalie, lakini tu awe amepokea hiyo taarifa kabla. Kwa hiyo huo ni wajibu wake. Kwa haki, ana haki ya kusitisha mkataba. Mpangaji ana haki ya kusitisha mkataba wa pango kama ataona eneo lile ambalo yeye amepanga au sehemu ambayo yeye amepanga haiendani na namna ambavyo walikubaliana, kwamba labda tuseme amekodi chumba kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya frame, lakini amekuta chumba kile akiendani na biashara anayofanya au mazingira yake hayasapoti biashara yake ya mule ndani, lakini sio sehemu mule ambapo yeye amepachukua, labda amepakuta ambapo hapatarajii kama ambavyo wameambizana kwenye mkataba au wamekubaliana kwenye mkataba, anaweza akasitisha. Au ukavunjwa taratibu zozote za kimkataba ambazo wamewekeana kimaandishi, mkataba wa pango, kama zitakuwa zimevunjwa, ana haki ya kusitisha huo mkataba. Kwa hiyo haki pia hata mwenye nyumba anayo. Kama huyu mpangaji atakuwa anaenda tofauti, kinyume na makubaliano ya mkataba yao wa pango, naye anaweza akaitumia kama sababu kwamba nilitaka ulikodi chumba changu kwa ajili ya kufanya hivi, lakini unafanya vinginevyo, kwa hiyo sitaki uendelee tena kwa hapo. Lakini lazima wakubaliane namna gani wanaachana vizuri, kila upande uhakikishe unazingatia haki za mwenzake. Kwa hiyo hiyo pia ni kati ya haki ambayo ana haki nyingine. Ana haki ya kufurahia mazingira ya sehemu aliyopanga katika hali ya amani na utulivu, kama ilivyopewa wajibu mwenye nyumba kuhakikisha huyu yeye pia ana haki hiyo, kwamba hiyo sehemu ambayo anatakiwa awepo awe anaweza kuenjoy mazingira yale kwa amani na utulivu. Hizo ni haki ambazo mpangaji anazo. Sawa, hiyo inategemea na makubaliano ya mkataba, kwa sababu kwenye upangaji ni mkataba kama ilivyo mikataba mingine yote. Kuna vitu mnakuwa mmekubaliana. Sasa sheria tunasema kimtazamo wa jumla, sheria inamtaka mwenye nyumba ndio mtu wa kuhakikisha anafanya marekebisho
au kuweka mazingira mazuri au hali nzuri ya sehemu anayopangisha, ili yule ambaye mpangaji aweze kukaa kwa amani na utulivu hiyo sehemu. Sheria ndio imetaka hiyo, lakini haijanyima nafasi kwamba kama mpangaji mwenyewe anaona kuna namna anaweza akaiweka vizuri bila kuharibu hali halisi ya kile chumba, bila kukiharibu, anaweza akaiweka akaifanyia marekebisho na kuifanya ikae vizuri. Anaweza kufanya hivyo, ilmadi tu asiharibu, asifikie mahali ameharibu hali halisi ambayo nyumba au mwenye nyumba alikuwa anataka kunani. Kwa mtazamo wa jumla na wa kisheria, ni mwenye nyumba ambaye anatakiwa afanye marekebisho. Sheria imetoa hiyo, lakini haimnyimi haki huyu mpangaji kama atataka kufanya kwa hiari yake au kwa makubaliano yao kwenye mkataba kwa ajili ya kuitengeneza mahali kuweza kukidhi matakwa yake yeye ambayo anataka kukifanyia kile chumba au nyumba au eneo. Sasa sheria pia iko wazi kwenye hilo. Kwa mfano, inamtaka mpangaji pale atakapokuwa anaondoka kwenye lile eneo aliache katika hali nzuri kama alivyoikuta. Kwa hiyo kama itakuwa kwenye lile eneo kuna marekebisho uliyafanya yameharibu, au kuna uharibifu ulitokea kipindi wewe unaishi ambao umesababishwa na wewe, unatakiwa ufanye marekebisho, uweke sawa. Ila kama hamna kitu chochote ambacho umeharibu, wala huwezi kulazimishwa, sheria ilazimishi ufanye marekebisho yoyote, utaacha kama ulivyokuta. Ila kama kuna vitu vitakuwa umeharibu wewe, sheria inakutaka urekebishe. Hapo sheria iko wazi, mwenye nyumba ndo anapaswa afanye hayo marekebisho. Kama imetokea nyufa, imetokea vitu ambavyo vipo kwenye uwezo wa mwanadamu kuvisababisha, labda tetemeko la ardhi ndo limesababisha ufa, shoti ya umeme imesababisha pakaungua mahali katika ile nyumba, vyote hivyo vipo chini ya mwenye nyumba kufanyia marekebisho. Kwenye sheria yenyewe imekuwa mahususi kabisa kwa kile kitendo ambacho atakuwa amekisababisha mpangaji, ndo afanye hayo marekebisho. Na sababu zinazoweza kupelekea kodi kupanda, kwanza kuna sababu ambazo zipo kisera, hata kwenye sera ya nyumba na makazi wanazungumzia hata kwenye kuvipa thamani viwanja au nyumba, kwamba ukipanga sehemu fulani bei inaweza ikawa tofauti na ukipanga sehemu fulani. Huduma za kijamii zinazopatikana sehemu husika zinaweza zikasababisha pango ya kodi ya eneo husika liwe kubwa. Huduma zote za kijamii, nikiwa namaanisha afya, elimu, miundombinu ya barabara, hizo zinaweza zikasababisha sehemu kuwa na bei ikapanda. Nyingine, uboreshaji. Hizo ni sababu binafsi ambazo mwenye nyumba anaweza akaziona kwamba kulingana na maboresho aliyoyafanya kwenye nyumba yake, basi nyumba hiyo inapaswa bei yake kupanda. Vingine vinakuwa ni sababu binafsi sana za mwenye nyumba, yeye anavyoweza kuona ni kwa namna gani. Labda kingine ni mahitaji. Inaweza ikatokea kuna mahitaji mengi sana na watu wanakuja na ofa nzuri sana, anaweza akapandisha. Hizo zinaweza zikawa sababu za kuweza kupandisha bei ya kodi. Kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa makubaliano ya kimkataba ambayo wao wataweka kwenye mkataba wa pango, mnaweza mkakubaliana wenyewe kwamba taarifa yoyote labda ya mabadiliko ya kitu chochote, labda pango, labda kubadilisha vigezo na masharti, vitafanyikaje, mkataba unaweza ukawa umeeleza hivyo. Ila kama hujaeleza, sheria humu imetaja kwamba kwa mfano anataka kuhama au anataka kusitisha mkataba, kwamba sitotaka kuendelea au sitotaka mwenye nyumba sitotaka kuendelea na mpangaji, au mpangaji hatataka kuendelea na mwenye nyumba, ni siku 30 zimeandikwa kwenye sheria kwamba anapaswa atoe taarifa ndani ya siku 30 kama ana nia ya kutaka kuongeza mkataba au kama anataka kuvunja mkataba wa usiendelee tena. Ni siku 30 zilizotolewa, lakini kwa
kwa swala la kuongeza kodi sheria haijazungumzia, lakini mnaweza mkaenda mkazungumza kwamba kiutaratibu hauwezi kuongeza tu kodi leo. Tayari tuna mkataba na mkataba wetu unasema kodi yetu tunayotakiwa tulipane ni kiasi hichi. Ukija kuongeza kodi, unakuwa wewe mwenye nyumba unavunja makubaliano ambayo umeshakubaliana mara ya kwanza. Kwa hiyo ni wakati mzuri sana ambao unatakiwa ufanyike swala la kuongeza kodi pale ambapo unakuwa umebakiza mwezi mmoja kumaliza mkataba. Inabidi mtu atoe hiyo notice kwamba kwenye ile notice kwamba naweza nikaendelea wewe kuwa mpangaji wangu au kama ya kusitisha, mimi siwezi tena kuendelea. Zile notice, kwenye zile notice ya kuandika ndio unaweza ukatoa hizo sababu kwamba nitakuongezea mkataba mwingine kwenye nyumba yangu, lakini nitakuwa naongeza kodi. Kwa hiyo ni siku 30, nadhani ni siku mahususi zaidi ya kutoa taarifa. Sheria hapana, hakuna sheria ambayo inampa nafasi mpangaji kutokulipa kodi, ila mkataba wao wa pango ndio utakaoamua kwamba pametokea anatakiwa afanye marekebisho, hajafanya marekebisho, na wewe kipindi unaenda kuchukua kile chumba ulikuwa unataka chumba chenye hali fulani, kile chumba hakijakizi ile hali, ni yeye anakuwa amevunja mkataba. Kwa kuwa amevunja mkataba, unaweza ukafuata taratibu za uvunjaji mkataba kwenye sehemu husika au mamlaka husika kwamba amenipa kitu ambacho nilikuwa nakitaraji, kwa hiyo nahitaji labda fidia ya 1, 2, 3, lakini sio kutokulipa kodi. Na mkataba wenyewe utakuwa umeelezea kwamba kama huyu ana jukumu la kufanya hivi alafu hajafanya, nini kifanyike. Mkataba lazima utakuwa na hizo sehemu zimeelezea. Kikubwa ni kwamba mpangaji na wapangaji wanatakiwa wawe wana mikataba ambayo mikataba ina mlengo wa kisheria kwa ajili ya kutoa haki kwa pande zote mbili. Naam. Labda pia hata iwe kwenye mkataba wa pango kwamba muda wowote mwenye nyumba atakaojisikia ataweza kufanya mabadiliko ya kimkataba, lakini hata kikawaida sheria inakataza kutunga sheria nyingine ambazo zinaenda kinyume na utoaji wa haki za binadamu. Pale ambapo unasema abidi akae mwenyewe tu atoe masharti mapya, ina maana amenyima nafasi upande wa pili kutoa mawazo yao juu ya hivi vigezo na masharti vipi alivyoviweka. Kwanza kitaratibu, kwa makubaliano yale mlioweka ni mpaka pale muda wake utakapoisha ndio mtatakiwa mje kwenye makubaliano mengine labda mapya, na yanahitaji pande zote mbili. Labda utampa, hata utakuwa umeuandaa, lakini utampa asome na yeye aridhie au atoe maoni yake kwamba kuna vitu fulani angetamani vikae kwa namna nzuri zaidi, na sio kukaa upande mmoja na kuamua tu katikati ya mkataba na kuleta masharti mapya. Hilo utakuwa umevunja mkataba mkuu ambao mmeingia mara ya kwanza. Na kuna baadhi ya mikataba inaandikwa kabisa hiyo, kunakuwa na hicho kifungu kinaelezea kwamba mtu yoyote au upande wowote wa mkataba huu hauruhusiwi kuongeza vigezo na masharti bila kushirikisha upande mwingine. Kwa natamani kila mtu kwenye mkataba wake au wapangishaji na wapangaji wangekuwa wanazingatia kwenye mikataba yao ya kodi, wakiona kifungu kama hicho watajua wako salama zaidi. Maana kikosekana na akiamua kufanya vyovyote anavyofanya kidogo itakuwa inaleta mkanganyiko. Kama kila atakapokuwa anajisikia ndipo atakapotaka kuleta sheria mpya au taratibu mpya, kidogo kutakuwa kuna shida kila mahali. Siku 30 kabla ya kumalizika kwa mkataba au kabla ya muda wa mwisho wa mkataba, unatoa taarifa ndani ya hizo siku kwamba sitokuwa na nia ya kukuongezea tena mkataba wewe kuendelea kukaa kwenye eneo langu. Pia mpangaji hivyo hivyo, kama hana nia ya kuendelea tena na upangaji katika eneo alilopo, atatoa taarifa kwamba kwenye muda huo wa siku 30 kwamba sitoweza kuendelea tena na nia ya kuondoka. Sheria imetoa siku 30. Kisheria, kwa namna sheria ilivyokaa, yenyewe inatambua kodi za mwezi. Ukiisoma inaelezea kuhusu mwisho wa mwezi wa mliokubaliana wa malipo unatakiwa ulipe kodi. Kuhusu hizi tenya, hiyo imegawanyika kwa namna tofauti tofauti. Yaani hata pango
zimetofautiana. Kuna kisheria, kuna pango tunaita pango ya muda mfupi, kuna pango ya muda wa kati na muda mrefu. Actually ni pango ya muda mfupi na pango ya muda mrefu. Pango ya muda mrefu ni kuanzia mwaka mmoja, inaanzia miaka 5 na kuendelea. Pango ya muda mfupi ni mwaka mmoja mpaka miaka 4. Na hii pango ya muda mrefu miaka 5 na kuendelea, hii kisheria inatakiwa kabisa ikasajiliwe. Huo mkataba wa hayo makubaliano inatakiwa kabisa ikasajiliwe ardhi kwa msajili wa nyaraka. Inasajiliwa kabisa, ni lazima kuisajili pango ya muda mrefu. Hizi pango za muda mfupi hazina ulazima wa usajili, lakini pia sheria haijasema kwamba hizi zitakuwa arrangement binafsi za hawa watu. Ni mipango, makubaliano yao binafsi. Atakuwa nalipa kwa mwezi, atakuwa nalipa kwa miezi 3, atakuwa nalipa kwa miezi 6. Ni makubaliano binafsi ambayo yalitokea tu mwanzo mpaka yakaja kwa ndo utaratibu watu wanautumia. Ila sheria kama sheria haijabana hapa kwamba lazima iwe miezi 6 au lazima iwe miezi 8 au lazima uwe mwaka. Ni makubaliano, kwa sababu waliacha hiyo, nadhani kwa sababu pango ni makubaliano ya watu binafsi na uwezo wa mtu ambaye anaweza kufanya kwamba mimi naweza miezi 3, mimi naweza miezi 6, watu wao wanakubaliana wenyewe. Kwa hiyo hamna sheria ambayo imebana kwamba mwisho miezi 6 au kuna kulipa kuanzia miezi 3 na kuendelea. Hakuna. Ni masharti ambayo labda mwenye nyumba anaona ni sawa yeye kuyaweka kulingana na utaratibu wake na nyumba yake anavyoiona, anavyojisikia yuko huru. Naam. Asante sana. Asante sana.